Ni kweli kabisa. Muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni matokeo ya muungano wa Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar. Na hiyo Tanganyika tunayoizungumza na Zanzibar tunayoizungumza ni matokeo ya ubeberu, yani imperialism, ilipokuja katika bara la Afrika kujaribu kupata makoloni. Na nchi ambayo ilichelewa kabisa kupata makoloni Ulaya ilikuwa ni Ujerumani. Nchi nyingine zilikuwa zimekwisha tafuta maeneo, lakini Ujerumani ndio ilikuwa nchi ya mwisho kuja kutafuta makoloni katika bara la Afrika, na hasa kwa sababu yenyewe pia ilichelewa kuungana kuwa dola moja. Na ilipokuja tayari eneo hili Waingereza na Wareno walikuwa wamekwisha fika, lakini yenyewe ikapata eneo hili ambalo leo baadaye lilikuja kuitwa Deutsche Ostafrika, yani Ujerumani ya Afrika Mashariki, ambayo ilijumuisha pia nchi za leo za Rwanda na Burundi. Katika kutafuta hayo makoloni na kuwekeana mipaka, Waingereza na Wajerumani waliingia katika mkataba tarehe 1 Julai mwaka 1890 unaoitwa The Anglo-German Treaty, 1 July 1890, kueleza nini himaya ya Waingereza na nini himaya ya Wajerumani. Na wakati huo lengo lao kubwa halikuwa milima. Hawa wote walikuwa wanataka kukamata chanzo cha mto Nile, kwa sababu ulikuwa kukamata chanzo cha mto Nile maana yake umeikamata Sudan, umeikamata Misri, na hivyo umekamata bahari ya Mediterranean. Ilipotokea Waingereza wakawa wamepata chanzo cha mto Nile, Wajerumani wakaomba kuwa na sehemu kubwa ya ziwa Victoria, lakini sehemu ya maziwa yote yanayozunguka eneo hilo. Na matokeo yake ni nini? Wajerumani wakapewa 51% ya ziwa Victoria. Na kwa maana hiyo mstari wa kwanza ambao walikuwa wamekubaliana wachore uende pwani, ulipochorwa kwenda pwani, bandari zote muhimu zikaangukia kwenye himaya ya Wajerumani, yani Mombasa, Tanga, Pangani, Bagamoyo, Kilwa na Mikindani. Zilikuwa bandari za wakati huo. Kwa hiyo ikalazimika tena kuchora mstari mwingine na kuupindisha katika mlima Kilimanjaro, ili eneo la Waingereza ambalo leo ni Kenya na Uganda lipate bandari. Lakini toka mwanzo mlima Kilimanjaro ulikuwa katika himaya ya Wajerumani. Na hilo sio kauli yangu, lakini ni kauli ya aliyekuwa balozi wa Ujerumani hapa Tanzania, anaitwa Heinz Schneppen, katika kitabu chake cha Why Kilimanjaro is in Tanzania. Kilimanjaro is in Tanzania because Mombasa is in Kenya. Lakini kama tunavyofahamu, baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia, Wajerumani walishindwa katika vita kuu ya kwanza ya dunia na walipoteza makoloni yao yote 5 katika bara la Afrika, yani Deutsche Ostafrika, Ujerumani ya Afrika Mashariki, Togo, Cameroon, makoloni yote 4, Togo, Cameroon na Namibia, Sud-West Africa. Na katika vita hiyo ya kwanza ya dunia, Wabelgiji walipiga kutoka ambayo leo ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na waliteka eneo lote ambalo leo ni Rwanda na Burundi, lilikuwa chini ya Wajerumani, eneo lote la Kigoma mpaka Biharamulo. Kwa askari wa Kibelgiji walifika mpaka Biharamulo. Na wao lengo lao halikuwa kubaki Rwanda, Burundi, Kigoma na Biharamulo. Lengo lao ilikuwa wale wengine walioshinda vita wawashawishi Wareno waipe Ubelgiji jimbo la Kabinda, ili Ubelgiji iwe na Kongo yenyewe na upande wa pili wa Kabinda ili itawale mto Kongo. Waingereza katika kuwashawishi Wareno kufanya hivyo, waliwapa sehemu ya Ujerumani ya Afrika ya Mashariki inayoitwa Kionga Triangle, ambayo leo ni Msumbiji.
lakini bado Wabelgiji hawakuridhika. Ndipo walipobaki na Rwanda na Urundi, na sasa Waingereza wakapewa sehemu hii ambayo baadaye iliitwa Tanganyika kwa makubaliano yaliyoitwa The Anglo-Belgian Agreement ya tarehe 2 Novemba mwaka 1934. Na sehemu hii, kwa kifupi tu, sehemu hii ya Tanganyika ilikosa jina kwa karibu miaka miwili. Lakini kwa upande wa Zanzibar sijazungumza, naona muda unakimbia, sijui nizungumze au niache. Kwa hiyo utaona himaya ya leo ya eneo la Tanganyika ilipunguza. Vivyo hivyo Zanzibar imekuwa chini ya utawala wa Waajemi, chini ya utawala wa Wareno, chini ya utawala wa Waarabu kutoka Oman, na baadaye kupata mapinduzi. Lakini eneo la leo la Zanzibar sio eneo la Zanzibar la mwanzo. Eneo la kwanza la Zanzibar chini ya sultani lilichukua ukanda wote huu wa pwani ambao ni pamoja na sehemu ya Tanganyika. Lakini kwa mkataba ulioingiwa kati ya Wajerumani, Waingereza na sultani wa Zanzibar, sultani wa Zanzibar alilipwa paundi 200,000 ili kuachia eneo lote hili ambalo leo ni pwani ya Tanzania bara. Akabaki na pwani ya Kenya ambayo na yenyewe tarehe 4 Septemba mwaka 1964 aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Jomo Kenyatta na aliyekuwa waziri mkuu wa Zanzibar Mohamed Shamte walisaini mkataba ambapo Waingereza walitoa fedha ili eneo hili liwe sehemu ya Kenya, na fedha hiyo haikulipwa, na ndipo sultani wa Zanzibar alipopinduliwa kwa ushauri wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa Sheikh Abeid Aman Karume. Fedha hiyo alilipwa sultani ili aishi Uingereza kwa raha mstarehe na aiachie Zanzibar. Kwa hiyo Tanganyika na Zanzibar zilizoungana mwaka 64, tayari Tanganyika ilikuwa imepungua eneo lake kwa hayo niliyoeleza, na Zanzibar ilikuwa imepungua eneo lake kwa sababu pwani yote hii ya kwanza ilinunua na Wajerumani kwa 200,000, ya pili ilinunua na Waingereza kwa 400,000, na fedha hizo za kwanza alipewa sultani akiwa Zanzibar, za pili alipewa sultani akiwa Uingereza. Ni hizo nchi mbili tarehe 26 Aprili mwaka 1964 ziliungana na kuunda taifa moja, na hilo ndio taifa kama alivyosema Mwalimu liliundwa na nchi huru, kwa sababu Tanganyika na Zanzibar yalikuwa ni mazalia ya ukoloni na ubeberu.